order block and we have bearish order block. Kwa hiyo by definition tunasema kwamba order block is the last bullish candle before the sell move, or is the last bearish candle before the buy move, kwamba tunapokuwa tunamaanisha kwenye upande wa bullish market structure kwamba kwenye upande wa bullish market structure tunasema kwamba order block is the last bullish candle, sawa. Huwa ni last bullish candle, normally is the last bullish candle before the sell move. Tunasema kwamba ni last bullish candle kabla hatujapata sell move, the last bullish candle before is the last bullish candle kabla hatujapata hii sell move. Na hii sell move normally inakuwa characterized with the high momentum. Inabidi tuone kwamba soko likitoka baada ya hayo maeneo, tuone soko leo limetoka with the high momentum. Kwa hii candle ya mwisho, baada ya hapo tunaanza kuona kwamba sell hii candle iliyokuwa candle ya mwisho ya kubai, sawa. Baada ya hapo tunaona linashuka kwa nguvu. Hiyo candle waga tunaita ni nini? Ni bearish order block, sawa. Kwa tunapozungumzia bearish order block inakuwa ni last bearish candle kabla tujapata hii move ya kubai, sawa. Na aina nyingine ya order block waga tunaita ni bullish order block. Bullish order block is the last bearish candle, inakuwa ni last bearish candle kabla hatujapata movement ya kubai, hiyo last bearish candle huwa tunaita ni bullish order block, sawa. Na huwa na yenyewe tunaiangalia kwamba tunaangalia ni ile candle ambayo ilikuwa candle ya mwisho kwenye trend. Baada ya hapo tukaona soko lina buy. Sasa kwenye mazingira basi hayo tunakuja kukuta kwamba tunazo aina mbili za order block, ambayo aina ya kwanza tunaita ni bullish order block, na aina ya pili tunaita ni nini? Ni bearish order block. Tunaita ni bearish order block. Kama nilivyosema kwamba bullish order block ni kwa ajili ya kuseli na bearish order block ni bullish order block ni kwa ajili ya kubai na bearish order block ni kwa ajili ya kuseli. Sasa how can we determine that now we are in a bearish market structure? Ni maeneo gani ambayo tunaweza kwenda kuzitafuta hizi bearish order block na bullish order block? Kumbuka tumesoma vitu vingi, sawa. Kwenye continuation of the trend tuliona kwamba tunapoiona market imefanya vitu kama hivi, si ndivyo? Tumeiona market imefanya vitu kama hivi, market tukaiona ikafanikiwa kuvunja hapa previous low, si ndivyo? Tumeona market ikafanikiwa kuvunja previous low, si ndivyo? Nilikwambia kwamba hii hapa tunasema ni BMS, break of market structure, si ndivyo? Tunasema hiyo break of market structure, and this one itakuwa ni minor high ambayo imekuwa taken out, si ndivyo? Nilikwambia soko huwa linarudi kwa juu. Sasa huku juu soko linaporudi mara nyingi huwa linakuja kufuata kwenye hizi order block, huwa linarudi kwenye hizi order block ambazo zinapatikana at extremely high or extremely low. Kwenye haya maeneo ya highs huku ndipo tunapoenda kuzipata order block zetu, sawa. Huku ndipo tutakwenda kupata order block zetu. Kwa soko litakaporudi sasa huku ndani, sawa, soko itakaporudi itakuja kufanyia maamuzi, itakuja kugeukia kwenye haya maeneo, ndipo itakapokuja kutupa reaction ya kusell, sawa. Ndio. Kwa sasa ni kwa mazingira kama hayo, mazingira ya kwanza. Mazingira ya pili tulisoma change of character, si ndivyo? Ukiona soko limefanya hivi, sawa, ukiona soko limefanya hivi alafu litakupa change of character, inabidi uweze kutambua kwamba soko litarudi kwenye order block, sawa, ambayo itakuwepo ni either itakuwepo kwenye bearish order block, kwenye last bearish candle before the buy move is where the market will turn to the order around this level. Itarudi kwenye haya maeneo ili kuja kuchukua entry za kubai. Kwa expect kwamba hili soko litakuja kurudi humu ndani kuja kutafuta mazingira ya kubai ili liweze kuondoka, sawa. Expect kama soko baada ya soko tukupa change of character, soko huwa linarudi huku kwenye order block, linakupa movement alafu linaondoka, sawa. Ndio. Na the same applied hata kwenye mazingira kama ukiona kama market ilikuwa iko na bullish market structure like this, ukaona limefanya hivi likavunja hivi, kwa soko lazima itakuja kutafuta order block zilizoko huku chini, sawa,
itarudi hapa, Ndio. utakuja kuchukua entry, then utakuja kuona kwamba soko linafanyaje, linaondoka. Lazima itakuja kuchukua order block zilizokuwa huku chini ndio soko itakapo rudi, sawa. Ila tu ni mpaka uone limekupa vigezo vyote kwamba uone limekupa BMS, break of the market structure, na imevunja minor low, si ndivyo? Kwa soko likishavunja hivi itakuja kurudi kwenye order block pale lilipoanzia, sawa. And the same applied hata kwenye movement zingine ambazo unaweza kuona kwamba soko limekupa change of character like this. So baada ya kupata change of character, soko huwa linarudi kwenye order block lilikoanziaga. Baada ya kufanya mambo yote huwa linarudi huku juu kwenye order block. Kwa soko utakuja kutafuta order block around kwenye kila maeneo unapoona upata change of character, ili wewe uweze kujua kwamba sasa ninaenda kuseli. Utakuja kusubia soko itakaporudi ndani ya hizo order block, ndipo unapofanyia maamuzi ya kuseli, sawa. Hivyo ndio tunavyoweza kuzipata order block. Mfano ya order block ni kama hii hapa, example of order block. Mfano wa order block ni kama huu hapa, sawa. Mfano wa kwanza wa order block ni kama hii hapa. Unaona hapa soko hapa lilisweep hapa, si ndivyo? Baada ya kusweep hapa soko likaja kutupa change of character. Last bearish candle kabla hatujapata hii momentum move ilikuwa ni hii hapa. Unaiona hii candle? Hii hapa ndio iliyokuwa order block wetu. Kwa hiyo hapa tulikuwa tunaita kama ni bullish order block. This one was a bullish order block. So unakuja kuona kwamba soko baada ya kuvunja lilirudi humu ndani. Liliporudi ndani likafanyaje? Likanyanyuka, si sawa? Haya, tena mfano mwingine ni ukija kuona kwamba soko lilivunja hapa, si ndivyo? Baada ya kuvunja hapo soko lirudi hii hapa, last bearish candle lirudi humo ndani ya hii hapa, last bearish lirudi humo ndani likaja kuchukua entry, soko likafanyaje? Likanyanyuka. Sijui unaona? Mifano mingine ya order block tunazingatia ambayo tunaweza kuzingatia, unakuja kuona kwenye hili eneo we also having the bearish market structure around these areas. Unakuja kuona kwamba market ilichukua minor high like this, si ndivyo? Ilivyochukua minor high soko likaja kutupa hii hapa, ilikuwa ni BMS. Sasa soko litarudi hapa baada ya kuona limekufanyia kitu kama hichi. Huwa tunaangalia kwamba ni maeneo gani kuna nini order block ambayo haijatumika. Tutakuja kugundua kwamba hii hapa ndio ilikuwa order block yetu ambayo haijatumika. Kwa hiyo utakuja kuweka pending order zako humu ndani na huwa tuna mark hapa kwenye body inapoanzia, na kwenye furthermost point tunakuja kuona kwamba soko lilirudi alafu likadondoka, sawa. Kwa hiyo tunazimaka kufuata mtiririko ule ambao tulioelekezana. For example here unaona kwamba soko lilivunja hapa, baada ya kuvunja hapo order block iliyokuwa imebaki ilikuwa ni hii huku chini, na kulikuwa unaweka huku chini. Kwa hiyo unakuja kuona soko lilirudi hapa likatembea, likarudi tena mara ya pili likatembea, si unaona? Au zinadanganya? Kweli kabisa. Kwa hivyo ndio sahihi maki order block zetu, lakini remember that sawa. Tunapozungumzia tukiwa katika mazingira ya downward trend tunatafuta order block za kuseli, sawa. Tunatafuta order block kutafutia huku juu kwenye mazingira ya kuseli, na tukiwa katika bullish market structure tunatafuta order block za kubai, sawa. Tukiwa katika bullish market structure kama hivi tunakuja kutafuta order block za kubai ili sisi tuweze kuendana na trend. Otherwise tutakuwa hatuna cha kufanya, kwa sababu hatuwezi kwenda kinyume na uelekeo wa soko, sawa. Order block ni mingi sana, depends on you how you have decided to look on the market. For example here zote hizi unaona kwamba zilikuwa ni order blocks, unaona this all the order blocks ambao unakuja kuona kwamba soko lilikuja kurudi ndani yake kuja kureact, soko rudi kuja kureact afu ikatembea. Mfano hapa, hii hapa ilikuwa ni bearish market structure, unakuja kuona hii hapa ilikuwa ndio order block yetu, si umeiona? Ndio, ilikuwa ni order block yetu, ilirudi ndani, soko liliondoka. Kwenye lili order block lazima ulione soko litaingia, si unaona? Hizi zote si unaona hii? Ndio. Mtumia hiyo ilikuwa ni sniper, soko liligusa tu na kutoka, umeona? Kwa hiyo kama ni kwenye downward trend tutafuta order block za kuseli, na kama ni kwenye bullish order block tutafuta order block za kubai ambazo hazijatumika. Unaona hiyo?
this one was the best order. Ndio. Umeiona soko ilivunja afu ilirudi tu papo ikachukua afu Ndio. ikatembea Ndio. sawa, Katembea. yeah. Mfano Ndio. mwingine hapa, umeiona hiyo last bearish candle. Baada hapo soko lilivunja hapa, limerudi likachukua likatembea, sawa. Mfano mwingine wa block ni this one. Where is it? Nataka mifano mizuri. Mfano mwingine ni aka ilikuwa ni order block, unaokuja kuona kwamba soko kuchukua afu ikanyanyuka, sawa. Another example for the order block, this one is what we call our order block. Unaona ilikuwa ya mwisho, yani at extremely high. Baada ya soko kuvunja, soko lirudi hapa ikadondoka, sawa. Na lazima utafute ambazo unaziona zimefanya kazi, na tunazitafuta kwa vigezo gani? Kwa kufuata ule mtiririko wa market structure ambao tuliousoma, sawa. Kwa kufuata ule mtiririko wa market structure. For example, looking here, unakuja kuona kwamba soko lilikupa change of character hapa. Soko likaja kukupa hii hapa ilikuwa ni BOS. That's why after this change of character tunakuja kuona kwamba soko lilirudi humu ndani. Lirudi hapa, movement ikaja kuchukua entry, soko likatembea, sawa. Japokuwa lilirudi tena kuja kuchukua entry, soko lilinyanyuka zaidi na zaidi, sawa. Kuna swali mpaka hapo? Alex Conspiracy. Yeah. Huko mfano. Yaani unafundisha wazi kabisa, yaani maana yake kila kitu unamwaga mchele wote. Alex. Yeah. Nakupata, nimesema nimekupata, maana yake umemwaga mchele wote. Haina noma kaka. Kwa sasa mazingira bana yanakuwa kama hivyo. Kitu cha kuzingatia sasa tunapotafuta order block, sawa. Order block tunazitaja katika makundi mawili, sawa. Order block zinatumika kama zone. Sawa. Unaposema zone ni areas of liquidity, ambapo ni maeneo ambayo soko linaweza kutupa asilimia kubwa za kugeukia, sawa. Na order block zinatumika kama confirmation entry, sawa. Sasa sisi by this time, kabla ya kujua kwamba how order block can be used as a confirmation entry or a zone, first of all let us look on order block as the zone, sawa. Sasa kuweza kutumia order block as a zone tunatumia higher time frame, kwa sababu why higher time frame? Kwa sababu tunakuja kugundua kwamba zoni za higher time frame ndizo zinazokuwa strong, sawa. Ndio higher time frame manake ni katika masa, katika yale kama ni saa masaa yale, yani ya juu, kama ni labda 4 hour au day. Na maana yake kwamba tunakuja kuanzia 4 hour, sawa. 4 hour, daily, weekly, monthly. Kwenye hizi time frame ambazo tulizokuwa tuna determine trend of the market, sawa. Kwenye hizi ambazo tulizokuwa tuna determine trend of the market is the time that ambapo tunazoenda kuangalia order block. Kwa hiyo unapoona kama soko lako lilikupa ni bearish market structure, baada ya kupata BMS unakuja kutafuta order block ambapo soko lilirudi, sawa. Kwa sasa mazingira ya hapa yanakulazimu uweke kila kitu tulichokisoma kwenye mtiririko unaohusika, sawa. Ndio Uweke kwenye mtiririko ambao unaotakiwa. Kwa ukishaona kwamba umeona umepata BMS hapa, si ndivyo? Maana yake kwamba soko utakuja kumaki order block yako juu huku, then unakuja kuona kwamba soko litarudi humu ndani, alafu litareact kuelekea kwenye upande wako, kama ukipatia kumaki a proper way of the market structure. That's ni kama vile ninavyokuonesha mimi kwenye mfano. For example, let's take a simple example here. Let's take a simple example. Let us take a simple example. Do you see this level?
tuliona price ilichukua this minor high, si ndivyo? Ilivunja hapo. Ndio. Alafu price hapa ilikuja kutupa change of character, si ndivyo? Kwa sababu Ndio. nyuma ilikuwa imevunja na price ilikuwa haina zone nyingine ambayo inaweza kuja kutupa reaction than around this area. Sawa, ndani ya hiyo order block ilikuwa ni kubwa sana humu ndani. Sawa? Naona haikuwa hapo kwa sababu huku price ilikwisha kutupa mikia, ilikuwa ndani ya hii hapa order block. Unaiona hiyo order block? This one is what we call valid order block. Unaona soko lilipofika huko lilifanya nini? Ili tap soko likaseli hadi huku. Unaona? Soko likaseli hadi huku. Kwa hiyo tunaweza kusema kwamba this one is what we call our valid order block. Hata huku ukija kuangalia unakuja kuona kwamba market ili sweep this minor high, minor low, then price ikaja kutupa change of character. After change of character tulikuwa tuna order block moja tu hii hapa. Unaoiona hapa, unakuja kuona kwamba soko lilirudi likaja kuchukua unyama likatembea. Sawa? Ndio. Kwa hiyo order block ya kuseli itafikie kwenye mazingira ya downward trend na order block ya kubai itafute kwenye mazingira ya bullish market structure. This is all and this is what we call order block theory. Sawa? Sasa kwenye order block theory leo tumekuja kuangalia hizi order block na zenyewe zina aina zake. Sawa? Leo tumezimaki kama zoni. Kesho tutakuja kuangalia vitu tunaita categories of order block. Alafu then kesho kuna tutaangalia kitu kimoja tunakiita hidden structure ambazo ni hidden order block. Kwa zote tutakuja kuanza kuzichimba kesho, lakini leo tumeangalia in general view of the order blocks. Kama kuna swali please. Okay. Kwa hiyo sasa kama ulivyoniambia kwamba tunavyo mark order block hiyo ya kusell au hiyo ya kubai. Lazima tufuate mtiririko ule ambao tumeuanzia. Kama ni lazima uone kuna BMS, ndio. Lazima upate chochi, ndio. Alafu ndo tuje tumaki order block. Sasa kama ikiwa tunatafuta order block ya kusell, maana yake tunaenda kuangalia pale kwenye ile down, kwenye ile down trend, maana yake chini kabisa pale tunaenda kuangalia baada ya kutupa BMS na chochi pale chini, lazima inaacha kendo yoyote ya kuseli, si ndio? Inaacha order block ya kuseli. Kwa hiyo tunamaki tunavyoenda kumaki, lazima umaki katika high time frame, si ndio? Ndio. Kwa mfano labda katika 4 hours na maki katika 4 hours order block yangu nimemaki. Sasa mbona nikirudi katika small time frame, labda nikarudi katika labda 1 hour au dakika 90, inakuwa iko mbali sana. Inakuwa iko mbali sana. Yaani inakuwa iko mbali. Sasa kwamba inakuwa iko mbali na zile kendo ambazo zinakuwa zimejitengeneza. Maana unaona kuna kendo zimejitengeneza nyingi mpaka ifike pale inakuwa itachukua tena muda gani mpaka ifike kuja kuchukua kwenye order yako sasa ambao umemaki. Unaisubiria kwa muda wote utakaochukua yenyewe kurudi. Mfano labda mimi nimeona mfano kwenye ile eneo, sawa? Nimeona soko limekuja hapo, si ndivyo? Si nimevunja, maana yake kwamba hiyo imekamilisha kwamba inanipa indication hiyo ni bullish market structure, si ndivyo? Kwa unalisubiria itakaporudi humu ndani ili mimi niweze kufanya maamuzi ya kubai. Sasa maamuzi ya kubai nayafanyia wapi? Ndani ya hiyo order block. Umeona hiyo order block? Hii hapa inakuwa. Nikishuka kwenye small time frame naenda kama kufanya refinement, kuichunguza sasa hiyo order block ndani iliniachia kitu gani ambacho hakijatumika. Nikichunguza vizuri nakuja kugundua kwamba hiyo order block iliniachia kaka structure, ndio ka structure ambako hakajatumika, hapo ndio ka small order block. Kwa hiyo whatever whenever the time take, sawa, whenever namna yote price itakuwa kurudi, mimi nitakuwa nikikaa niisubirie hapo labda mpaka itengeneze vitu vingine bila kujalisha kwamba itachukua muda gani. Lazima tuisubirie market iweze kurudi hapo, sawa? Yaani sawa. Na hapo
tunakaa tunaisubiria price kurudi hapa, ndipo tunafanya maamuzi ya kubai, kwa sababu hii ndio setup yetu sasa. Vile unavyosikia watu wanasema kwamba trading setup, hii ndio tunasema kwamba hapa nimetengeneza setup. Sawa sawa. Kwamba setup sawa kabisa, na sio kweli wanasema. Au unapokuwa umeweka mtego, si lazima usubirie kwamba aidha ni mnyama au ndio usubirie kirudi kije pale kwenye ile eneo kweli, si ndio hivyo? Kona huko sasa ukishaangalia haya mazingira yote, kwa maana yake wewe unakuwa unasubiria humu ndani, mzige ukifika humu ndani ndipo wewe unapojilipulia. Sawa sawa. Kwa hivyo ndivyo tunapata kuzidefine hizi ambao tunaziita ni order block zetu. Sawa mkali? Block. Ya mfano, kwa mifano ni kama sawa sawa. Ya hivyo ndio tunavyoweza kutandika wetu. Sawa. Kwa sasa utajaribu utafanya za bearish market structure zenye downward trend utafanya 10 na zenye bullish market structure utafanya 10. Nafanya 10. Fanya kwa kufuata mtiririko ambao nimekuelekeza, mtiririko ambao tulipoanzia mwanzo. Kama unaona kuna change of character, fuata kwa kufuata huo mtiririko. Kama unaona kuna BMS, fuata kwa kufuata, fanya kwa kufuata mtiririko huu ambao tumeupeana. Okay. Okay, poa kaka. No. Assignment njema. Fanya assignment mapema ili kesho tuendelee kupiga mbele ili ndani ya hii wiki au wiki ijayo tufike mbali zaidi. Sawa? Tumemaliza. Sawa sawa. Ya ili kama tutaanza fresh, ngoja ndio shida. Okay, na kutumia zote kwenye simu sio muda mrefu. Ya, okay, poa. Sawa sawa. Asante sana. Okay, poa, na kutumia na tutorial hapa. Okay, sawa, ndio ndashukuru sana. Okay, poa. Ngwani kutumia ambazo nilizowafundisha washikaji wengine, sawa? Poa mwanangu, sawa sawa. Nashukuru na asante sana. Okay.